Asante pia kushukuru. Lakini babe, umepata wapi pesa ya kufanya surprise yote? Kuanzia mavazi hapa. Yaani sielewi, hebu nielezee. Unajua kipenzi, leo ni siku muhimu sana katika mahusiano yetu. Na ni siku ambayo nilikuwa natamani sana kama mwanaume ambaye ana mwanamke anayempenda, kwamba niweze kupambana siku moja nifanikiwe, niweze kuonyesha upendo wangu. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo naliona hapa ni mimi na wewe kuweza kuenjoy. Alafu hayo maswali tutaulizana nyumbani, sio hapa. Sure? Yeah. Basi pati vinywaji kwanza. You're my Valentine, my heart go down when you at me, I'm shy, my love, my love. Hii ni tamu sana kama mpenzi wangu mama. Okay. Sure. Tuendelee kuenjoy. Tuendelee kuenjoy. Baada hapa tuangalie tunaweza tukaenda wapi usiku wa leo. Kama itakuwa kwa beach au tunaenda Mbezi. Babe, mimi naona tuende nyumbani. Nyumbani? Yes. Siku ya leo sio siku ya kwenda nyumbani. Siku ya leo ni siku ya kutoka kwenda kuenjoy. Lakini tungeenda nyumbani tungewahi kupumzika mapema ili kesho wahi kazini. Mimi leo nataka tufurahi. Tuendelee kula. Siku ya muhimu, kula, enjoy. Enjoy kipenzi, eh? Sweet one of mine, I love, I love, I love. When you're my Valentine, my sunshine, sweet one of mine, I love, I love, I love. Oh, you're my Valentine. I like it. Mpenzi wangu. Niambie kipenzi. Najua unafahamu ni kwa kiasi gani ninakupenda. Mimi nakupenda zaidi ya unavyonipenda wewe. Shahidi ni Mungu. Na nadhani mwenyewe unaona wewe ambavyo nimejitahidi kuonyesha upendo wangu kwako. Tukisema tupinge hapa au tukate damu yangu itaongea sana. Nampenda mamu. Sure. Yeah. Okay. Sasa mpenzi wangu, mimi naamini kwamba watu ambao wako kwenye mahusiano, wapenzi, hawafichani chochote. Kwa hiyo natumaini chochote nitakachokuuliza utaniambia ukweli. Yes? Hata mimi pia naamini hivyo. Uwezi kuwa kwenye mahusiano na mtu alafu ukao unamficha. Hao sio mapenzi. Ni kama ninavyofanya mimi kwako, nakwambia kila kitu kinachonihusu mimi. Hiyo ndo maana ya mapenzi mama. Sasa nataka uniambie ukweli. Pesa umezitolea wapi ya kufanyia hii surprise yote? Kuanzia kwenye mavazi, chakula. Yaani babe, I'm scared. Yaani naofia vipi kama ni pesa za watu. Mimi najua uchumi wetu hatujafikia level hizi bado. Hauhitaji kuogopa chochote. Unasikia? Niamini mimi. Nachokifahamu mimi ni kwamba kama unampenda mtu huwezi kumwogopea kitu chochote. Mimi sioni kama ili swala lina umuhimu sana kwa sasa hivi, kwa sababu leo ni siku yetu muhimu sana ambayo inatakiwa tuenjoy Valentine. So, siwezi kulizana maswali babe. Unatakiwa ule, unywe, uwe na furaha. Bana babe. Yaani ninachotamani kifahamu ni kwamba hizi pesa umezitoa wapi? Na ni za nani? Yaani unajua, yaani naofia vipi kama ni vitu vya watu, pesa za watu. Hebu jaribu kuniweka wazi basi niwe na amani. Please. Niambie basi my love, umepata wapi pesa? Jukumu langu hani kuhakikisha unakuwa salama. Wewe ndio my Valentine.
sunshine, sweet wangu my. Babe, ni nini? Mbona uongei chochote? Kuna kitu unanificha eh? Mimi nadhani tungeendelea kunywa tu kwanza. Hayo maswala tutaongea nyumbani. Kwa hiyo kumbe unanidanganya tu. Sina maana hiyo mama, eh? Maana yako ni ipi? Kwani hutaki kuniweka wazi? Mimi na amani. Leo ni siku ya furaha lakini unanifanya najisikia vibaya. Kwa nini unanifanyia hivyo? Kwa unaniambia au niambie? Mama, mimi nishakwambia tusiulizane maswali mengi sana tukiwa hapa. Nyumbani si papo. Tutaongea hata nyumbani. Au nipendi? Hapana mama. Mama. Moyo unaniuma hani, nahisi kutetema hani, usipokuwa sawa sawa. Nahisi kupata homa hani, mwili wazizima hani, sana pono unanidanganya. Kwa nini usiseme kweli? Mimi ndio wako wa ndani. Unapokuwa hauko sawa, unanipa wasiwasi. Niambie basi my love, umepata wapi pesa? Jukumu langu hani, kuhakikisha unakuwa salama. Wewe ndio my valentine, my sunshine, sweet wangu my love. Sasa mke wangu, mimi ngoja nitoke nikapambane. Lakini leo sitochelewa kurudi. Shida na raha zote hali, muda na saa zote nyakati. Imani yangu mpenzi wangu, ipo siku tuta. Hii hapa. Hakikisha una balance chakula cha mchana. Japo ndugu zangu wananizonga, nachotaka baba. Unajua unanishangaza sana mpenzi wangu. Jana umetoka kunifanyia surprise. Umetumia gharama nyingi. Leo naacha 2,000. 2,000 inatosha nini? Halafu isitoshe. Jana nilikuuliza zile pesa zote umezitoa wapi? Hujaniambia? Shida zitapita, penzi letu likiwa ngangali. Sijajua kwa nini unanificha. Kwa sababu ninavyojua wapenzi, hakuna kitu chochote wanachofichana. Sasa unachanganya sana Twiza. Kwa nini usiseme kweli? Mimi ndio wako wa ndani. Unapokuwa hauko sawa, unanipa wasiwasi. Na kusikiliza. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka unisaidie. Umeona hii message? Naomba umfikishie Twizy. Hakikisha imefika. Na msisitizie aweze kunitafuta. Basi sawa, hamna shida. Mzigo utafika. Na je, akiniuliza umetoka kwa nani nitamjibu vipi? Ukimfikishia mzigo atajua umetoka kwa nani. Wewe fanya tu kazi yako. Alafu kuhusiana na jambo tuliloongea, usiwaze. Fikisha mzigo, mimi nitamaliza. Sawa. Na ukimaliza hilo swala, ahadi yetu iko pale pale. Kwa usio na tatizo. Fanya kazi. Sawa, nimekuelewa. Unaweza kaenda. Sweetheart. Unajua hili swala linahitaji haraka sana kama jinsi ambavyo unataka. Mimi sijakataa kukwambia. Lakini nahitaji muda kidogo, eh? Nipatie muda, nitakwambia kila kitu. Yaani unajua mimi kinachoniogopesha ni kwamba usikute zile pesa za watu zikaja zikatuletea sisi majanga. Mama, sijui ni kwa nini unashinda kuniamini. Yaani kwamba mimi nichukue pesa za watu?
Mimi nimeshakwambia usiwe na haraka. Nitakwambia kila kitu mama. Sawa? Yaani utaniambia lini? Wakati ndo huu hapa, tumepata muda, niambie. Mimi nadhani niache kwanza nikafanye kazi. Niache nikafanye kazi, alafu nikisharudi basi nitakwambia. Mbona unakuwa na haraka hivyo jamani? Msikilizane. Mimi nipo. Siwezi kwenda popote pale. Kwa hiyo hilo swala ni dogo tu. Tutaongea litaisha, sawa? Unaniahidi? Nakuahidi kipenzi, nitakwambia kila kitu. Yaani hapa nitakaa na kusubiri kwa hamu kurudi unielekeze vizuri swala umetolea wapi. Sawa, lakini usinone. Mtabasamu basi. Basi mimi naenda kazini. Bye. Nachotaka Baba, upendo wako Baba, usije nitupa Baba nikachekwa. Forever you're my Valentine, kiss me time to time. Na ukiwa mbali nakumisa. Shemu. Karibu sana nyumbani. Vipi lakini? Salama. Ila pia mimi sija kuchelewa. Na mzigo wako tu nimekuletea. Mzigo? Umetoka kwa nani? Alinipa mimi simjui. Ila tu ameniambia nikuletee wewe. Na mzigo wenyewe hata sio mkubwa, ni huu hapa. Haina haja hata kufungua. Unaweza kufungua tu kwa mdao. Niache niongee. Bosi, unajua muda mrefu umepita sana bila mafanikio. Sasa mkuu, unaonaje tukimkamata huyu mtu tukampa adhabu kali sana? Pengine atasema ukweli. Unaonaje hiyo mkuu? Je, unaona kwako liko sawa? Ndiyo bosi. Tukitumia njia hii tutakamilisha jambo letu kwa haraka zaidi. Maana adhabu haijai kumwacha mtu salama mkuu. Niamini mimi. Basi muda ukifika tutalitimiza. Unaweza ondoka. Hello? Mr. Twist. Nilijua tu lazima utanicheki. Samahani, hii namba kuna mtu alinifuatia. Naweza kufahamu nazungumza na nani? Muda ukifika nadhani utanifahamu. Ila pesa ulizozitumia utapaswa kuzilipa. Hello? Shida na raha zote hali, muda na saa zote nyakati. Imani yangu mpenzi wangu, ipo siku tutawana. Hii hali yangu itapita, japo ndugu zangu wananizonga. Nachotaka Baba. Shoga yangu Zama siku. Safi, kwema. Kwema, mzima wewe? Mzima upo? Ipo shoga yangu, sijui wewe yani. Hata uonekani. Mbona mimi nipo, nataka unione mpaka niko nazurura mtaani. Au yule maskini wako ndo amekufungia ndani? Utaki hata kutuona marafiki zako wala ndugu zako. Nishakijua unachokifikiria. Usitaki kuniambia nataka kumzungumzia mwanaume wangu. Maana nasikia kila mtu hapa mtaani anamsema.
sijui maskini, sijui nini. Hivyo hivyo nimeshamchagua na nimempenda. Kwa hiyo shoga yangu, kama una ajenda hiyo, nyamaza upite nayo. Hata amna mwadugu wangu. Kwanza niko zangu naenda zangu kwa kudai madeni, maana nikichelewa nitakuta washaondoka. Haya, mimi nipo. Haya. Samani dada. Bila hata samana. Naweza kupata hata angalau hata dakika 2 tukaongea? Sawa, unasemaje? Kuna dada nimekuona ukiongea naye pale. Je, mnafahamiana kiundani? Ndiyo, ni rafiki yangu. Nimefurahi kusikia hivyo. Angalau kesho naweza pata muda wa kuongea na yeye mida ya saa 10. Uongee naye? Uongee naye kitu gani wakati ana mpenzi wake? Oh, come on. Kwa mpenzi gani aliye naye? Hajui hata kumtunza, anamfubaza. Kwanza nisiongee maneno mengi, nisije nikaonekana muongo. Na pia kuna namba yangu hapo. Ukimaliza shughuli zako utanitafuta. Oh, unawaza kuhusu hiyo? Hivyo ni vitu vidogo kwangu. Ukikamilisha jambo langu, nitakupea zawadi kubwa na nono. Sawa. Hata usijali, hilo limeisha. Yajayo yanafurahisha. See you next time. Mwanangu Mariamu. Ndio mama mdogo. Mbona hujaja nyumbani, una muda mwanangu? Amna mama mdogo, majukumu tu. Yaani toka afariki marehemu dada, umebadilika, shida nini? Hakuna, sijabadilika mama mdogo. Alafu kuna jambo la umuhimu lilonileta. Hivi uliniambiaga una mchumba. Mpaka sasa hivi huyo mchumba wako sijamuona kuja kuleta posa wala kuja nyumbani. Ana lengo gani? Una mwaka sasa mwanangu. Shida nini? Hamna shida mama mdogo, atakuja tu. Tunaweka mambo sawa, alafu atakuja nyumbani, wala usiwe na wasiwasi. Atakuja lini? Kila siku atakuja. Kwanza wewe mwenyewe nyumbani hauji sasa hivi, yeye atakujaje? Na mwanangu, wali uliokuwa nayo hivi ndio uliokuwa nayo zamani? Mbona umepauka hivyo mwanangu? Shida nini? Kama maisha magumu, rudi nyumbani. Kufariki dada sio ndio wewe upate matatizo au upate shida. Sawa mama mdogo, hamna shida, nitamwambia na nitamleta nyumbani, wala usiwe na wasiwasi. Na kuna habari nimezisikia, huyo mwanamume ni maskini hatari. Hivi wewe, maisha yetu sisi sawa sawa kaolewa na mwanamume maskini? Wanaume wangapi wamepatikana? Wasomi wezio, unawakataa unakuja kuchukua maskini. Hivi unataka utuletee ziki nyumbani mwanangu? Hapana mama mdogo. Mimi na imani mapenzi ni hisia. Haijalishi ni maskini au ni tajiri. Mizari moyo wangu umeridhika naye. Hiyo inatosha. Hata kama mapenzi hisia, mwaka mzima na mshindo wa barua hata 40,000 50,000. Mnajirahisisha sana watoto wa sasa hivi. Sasa nakupa ujumbe. Atapokuja huyo mwezio, umwambie mama mdogo alikuja hapa. Na umwelezee jinsi nilivyokuambia, usisahau hizo salamu. Umenielewa? Sawa mama mdogo, wala hata usijali, nitazifikisha hizo salamu. Yaani sihitaji umwaka uishe hivi hivi. Mimi marehemu dada aliniachia wewe mtoto, kwanza alinipa madaraka yote. Hivi utakapofanya hivyo marehemu dada huko itakuwaje? Mimi atanifikiriaje? Mama mdogo, na wewe si ameisha? Hadi unanichanganya, unanikausha hadi koo bwana. Mambo yenu ya sasa hivi ni watoto. Kujirahisisha ndio nini kwa wanaume? Nisamee mimi basi. Kwa hiyo nikusindikize? Unanichefua. Utanipa shilingi ngapi? Maana nyumbani kwa hata sielewi. Fanya nilivyokuambia mwanangu Mariamu. Usituangushe, tunakutegemea. Umenielewa mama? Ndio mama mdogo. Nitafanya hivyo, nitamfikishia ujumbe. Sawa mwanangu, nakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Amina mama. Kunywa hata maji, maana umeongea sana. Umeniuzi. You're my Valentine. My heart go down. Mpenzi wangu. When you at me I'm shy. Niambie kipenzi. My love. Najua nafahamu ni kwa kiasi gani ninavyokupenda. Na nimeridhika na maisha yako yote.
Haijalishi tunapitia changamoto gani, mi furaha yangu ni wewe tu. Hivyo basi, naomba tupeleke barua nyumbani. Natamani sana upeleke barua nyumbani ili wazazi wakutambue, na pia utakuwa umeniheshimisha na mimi. Na isitoshe, na zile pesa ulizozitumia zingetosha kupeleka barua na kushughulikia masuala yetu yote ya harusi, lakini ukaamua kunifurahisha mimi kwa ajili ya Valentine. You're my Valentine, my heart go down. Ani, mimi naomba unisamehe sana. Unajua ni ndoto ya mwanaume yeyote yule kuweza kufanya kitu kwa ajili ya kumfurahisha mtu anayempenda. Mimi siku zote sikuwahi kumiliki pesa, kwa hiyo pesa ile nilipata tu kama bahati. Nikaona hapana, lazima nifanye kitu kwa mwanamke wangu. Lakini hii haimaanishi kwamba mimi sihitaji kuoa. Unafahamu fika kama wewe ndio furaha yangu. Wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu mama. Kwa hiyo sio kwamba ile jambo nalifikiria sana tu, lakini nahitaji muda ili niweze kufanya kitu. Sawa ne? Sawa babe. You know what babe? You are forever my Valentine. Me too. Alafu usininukuu vibaya, sababu leo nilikutana na mama mdogo. Yamilai tu ungeonana naye au angekukuta. Naamini kabisa kingeumana. Kwa sababu amekuja kishari. Nimesema, unakana mwanaume hajatoa barua. Umefuba eti kwa baby mimi nimekuba. Mama mdogo naye, unajua sometimes yashinda hata kumwelewa. Lakini ni sawa, hatuwezi kumlaumu kwa sababu anajaribu kusimama kama baba. Mimi nitafanya kila kitu nihakikishe nakuoa mama. Nitapambana. So kumridhisha tu mama mdogo ni kwa ajili pia ya amani yako. Kweli? Yeah. Vipi babe? Bado upokea hiyo simu? Babe, pokea simu. Ni namba gani? Kwa hiyo babe, namba ngeni hazipokelewaje? Huenda ni mtu labda kazini kwako anataka kukupa taarifa yoyote kuhusiana na kazi. Babe, wanapokea. Sawa sana, okay. Hello? Nilikwambia pesa ulizozitumia unapaswa uzilipe. Hivyo basi, muda wa kulipa hizo pesa umefika. Toka nje. Kuna mzigo utakuta mlangoni kwako. Uchukue. Kesho saa 6 utaupeleka sehemu nitakuelekeza. Hello? Babe, ni nani? Ngoja kwanza. Babe, ni mimi. Hivi shoga yangu, yule Mariamu unamwelewa kweli na ule mpenzi wake?
Wamefanyaje tena? Hivi umone alivyofubaa, yaani jinsi alivyo, uzuri wake wote unapotea. Wala umeliona hilo? Mimi kila siku namwambia uwe mwanaume akufai, lakini yeye haelewi, anadai amependa. Kupenda hiyo kuyo. Alafu nikupe mchongo shoga yangu. Kuna mkaka anampenda Mariamu. Alafu jinsi alivyo, anaonekana anasasampa. Yaani alivyonisimamisha tu, kanipa shilingi 10,000. Alafu kaniambia nikiweza kumkutanisha na Mariamu, ananipa zawadi nono. Wacha we. Kwa hiyo habari ni ya kweli kabisa, kwamba ukiweza tu kumkutanisha naye anakupa zawadi nono. Kwa hiyo niamini au? Kama uniamini, basi subiri tumpigie simu ili umsikie. Sawa, mpigie na mimi niamini hapa hapa. Bosi, mimi ni yule dada ulionipa namba nikutanishi na Mariam. Sasa bosi, lile jambo linaenda kama lilivyo, lakini nimemshirikisha rafiki yake mwingine wa karibu ili hili jambo lipate kwenda kwa haraka. Nishakupata. Nipe feedback. Sawa bosi wangu, usijali kuhusu hilo. Wewe nipatie muda mchache tu, hilo swala nitaenda kulikamilisha. Safi sana. Na watumia hapo 100,000, mtagawana 50 kwa 50. Na mkifanikiwa kazi yangu, kuna zawadi nzuri na waandalia. Fanyeni kazi. Huyu tajiri hana bambamba na sio shida zake. Mara hii hela ishaingia. Hapa? Si hapa. 100,000 shoga yangu. Wacha usiniambie malaika shatuma pesa. Si hapa. Hapa imeshaingia. Kweli utajiri hana mbambamba. Sasa shoga yangu cha kufanya, hapo ndo pa kung'ang'ania. Kwa sababu hapo ndo pa kula. Yaani hata kama tukao Mariamu kule tumeenda tumemwambia akakataa, lakini kusijibu la kupeleka amekubali. Mimi sasa mpa. Wewe tena. Basi sawa. Kaka, unajua si kuzoea hivyo kabisa. Shazoea utishi wako, tunacheka, lakini ndo kwa wiki hii imeanza huko sawa. Na sijafahamu shida ni nini. Haya sawa. Kama utajikongea hata nimechukua mzigo nipeleke kazini. Wewe unapeka wapi huo mzigo? Nataka nipeleke sehemu ya kazi. Kwani kuna shida? Nani amekwambia uchukue mzigo? Wewe unabeba tu yani. Hebu weka hapo mzigo wangu. Lakini kaka, mimi sikufahamu. Kwa nini basi usingeniambia kama wewe ni nani? Fanya kazi kama nilivyokuagiza. Ni sawa, nimetumia pesa. Lakini ungeniambia basi kama wewe ni nani? Shida na raha zote, hali muda na saa zote, nyakati. Imani yangu mpenzi wangu, ipo siku tutawana. Karibuni mashoga zangu. Asante. Yaani shoga yangu, una bahati. Yaani una bahati. Yaani hiyo bahati ningeipata mimi. Mnanichanganya mjue.
Haya, nina bahati gani? Maisha yangu yenyewe pangu pakavutia mchuzi, eti nina bahati. Haya, semeni mmeona bahati gani? Yaani hapa mtaani kuna ugeni, kuna mkaka kaingia. Yaani anavyoonekana, sijui ni Mkongo, sijui ni Mkenya, alafu anasasampa. Asa hiyo habari ya Mkenya, sijui Mkongo, sijui nini, inahusiana vipi na mimi? Mnanishangaza. Yaani naye huyu anapenda kujeka mwisho. Yaani yule ungekuwa naye yule anakusaidia, maana anaizi. Yaani ile siku tulikuwa tumesimama pale, kumbe alikuwa anakuona. Yaani nilivyoachana tu na wewe, akanidaka pa. Akaanza kuniambia anataka kuongea na wewe. Kwa shoga yangu, hiyo fursa hata usiiache. Maana yule mwanamume anaonekana ana hela. Au shoga yangu unasemaje? Umo. Usikae nyuma shoga yangu, zali ndo hilo. Uone unavyofubaa. Maisha yenyewe magumu haya, shoga yangu wewe mzuri, lakini umekaa hapo umepauka. Mwanaume ndo huyo katokea na umeambiwa kabisa anasasampa. Kwa shoga yangu jiachie. Kwa hiyo mnachotaka kukimaanisha hapa ni kitu gani? Yaani mnataka mimi nimsaliti mpenzi wangu? Yaani unaye vipi? Yaani nafasi ningepata mimi hata singechezea. Yaani huyu nje anaonekana wa kisasa lakini ndani bado wa kizamani kabisa. Kangangania na mpenzi wangu. Jamani wewe. Changamka shoga yangu, dunia inakuacha hii. Wewe utaki kupendeza. Hivyo uchoki kila siku unatano kichwa tu. Upende wenzao wanavyopendeza nao ukapendeza. Au unadhani wanapendeza wenzao wanaopendeza wanapendeza tu kwa kuwa wana mapenzi kama wa kwako. Kweli kwenye miti hakuna wajenzi. Yaani hiyo bahati laiti ningeipata mimi, nisingechelewesha. Yaani sisi kuongea naye tu katupa 50,000. Je, wewe ambaye anakupenda atakupa shilingi ngapi? Anaweza hata kubadilisha maisha yako ukaishi vizuri. Maana hizo nywele zako hapo kama wanafunzi wa shule. Kwanza kabisa niwaambieni asanteni sana kwa matusi yenu. Alafu naona hapa kukaa na nyie itashindikana. Munipishe. Yaani kama hamna topiki nyingine ya kudiscuss na mimi, muende. Ila kama mnayo tuendelee kuongea kwa sababu mshaanza kunichefua. Haya, habari ya mahusiano yangu vipi? Sio Mkenya, asema mnanitibu, hebu nendeni. Tokeni, ondokeni. Kwa hiyo ndio umeshakasirika. Sisi tunakutakia mema wewe. Tumetoka kukuona katika hiyo hali shoga yangu. Tunataka ubadilike. Ndio nishagoma, sitaki kubadilika, nendeni. Shoga yangu, achana naye. Kashalizika na hiyo hali yake, sitondoke. Ila asije kutuelezea tena shida zake. Yaani tutakutimua. Tokeni, nimesema ondokeni na maanisha. Hata nikiwa na shida siji kwenu. Tokeni bwana. Imani yangu, mpenzi wangu, ipo siku tutawana. Hii hali yangu itapita. Nyonyo. Mahusiano. Chinyo nini? Tano kichwa inawahusu nini na wauma nini? Au wanampenda nini bwana wangu? Waone kwanza yanavyoongozana. Endeni. Nimefanya kama ulivyoniagiza. Na imani ataingia kwenye mtego wetu. Na hatoweza kulipa gharama zetu. Hivyo basi tutakuwa tumefanikisha jambo letu. Nafurahi kusikia hilo. Hivyo basi hakikisha unalifanyia kazi hili swala soon as possible. Sawa mkuu, haina shida. Nitafanya kama ulivyoagiza. Imani yangu, mpenzi wangu, ipo siku tutawana. Umeshindaje malaika wangu? Salama, sijui wewe uko tokako. Mimi namshukuru Mungu, ni mzima wa afya kama unavyoniona. Pole kipenzi, karibu nyumbani. Asante sana. My sweetie. Ndani kumepoa hivi jamani. Yaani kama ulivyoniacha. Ndio niko hivi. Umeondoka asubuhi. Hujaniachia chochote.
Nimekaa nikiwa na kusubiri labda utawahi kurudi mapema, ndo narudi usiku. Mimi mwenzako nina njaa. Toka asubuhi sijatia chochote mdomoni kwangu. Shida na raha zote hali muda na saa zote nyakati. Wewe acha tu. Siku leo imekuwa mbaya sana, tofauti kabisa na matarajio yangu. Unajua tumepata mteja, tumeenda mpaka Bagamoyo, lakini mwisho wa siku kwenye kulipa katoa ahadi. Yaani mipango imekuwa sio kabisa mkao. Sijui hata tunafanyaje. Kwa leo tunabudi kulala njaa. Nimekosa mke wangu. Shida na raha zote hali muda na saa zote nyakati. Mpenzi wangu, najua kwenye kazi sio kila siku mtu anapata. Kuna wakati mtu anapata, kuna wakati unakosa. Kila kitu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe sio na wasiwasi. Hatuwezi kulala njaa, usiku ni mrefu. Mimi na shoga yangu. Wewe usijarudi na chochote. Basi mimi naomba niende nikaongee na shoga yangu Zai, anikopeshe pesa ili tupate kununua unga. Hapana. Mimi sioni kama kuna haja kwenda provo. Ni sawa sawa kuitia aibu tu. Tuvumilie, mimi asubuhi nikiamka nitaenda kupambana, tutapata tu chakula. No babe. Usiku ni mrefu eti. Najua umepambana. Kutwa nzima hujatia chochote. Acha mimi niende kwa Zai mpenzi wangu. Nikamwombe walau hata 2,000. Itatutosha kwa usiku. Please babe, tutalipa. Usikasirike. Ukinuna ina maana mimi naweza nikatoka afu nikashindwa kupata. Kwa hiyo hebu furahi. Sawa. Basi mimi nakusubiri. Okay babe. Yaani subiri hapo dakika 5 nyingi. Narudi. Shoga yangu, mbona usiku? Kuna shida gani? Samahani lakini labda nakusumbua. Ila nilikuwa na changamoto kidogo shoga yangu. Na sina kunisaidia zaidi yako. Naomba niazime shilingi 2,000 tu shoga yangu. Maana sijala toka asubuhi. Ila nitakurudishia. Hata kesho shemeji yako akirudi hivi. Nitakurudishia, please nisaidie. Hujala tangia asubuhi. Hivi hapo unavyoniona, sijaenda hata kufuata madeni yangu. Lakini tulikwambia wewe, huyu mwanamume hakufai. Mwanamume hana pesa, ukajifanya mbishi. Sasa unavyohangaika kama matonye. Shoga yangu, wewe ndio wakuniambia maneno makali kiasi hichi? Leo hii nimekuwa kama matonye. Kisa shilingi 2,000 tu? Bana. Wewe shoga yangu wa muda mrefu, usinifanyie hivyo. Wewe masuala ya mume wangu achana nayo. Mimi nimekuja hapa kama shoga yako. Nistiri udugu. Kama nilivyokuambia, sina pesa. Kwa hiyo sina msaada wote. Haya shoga yangu, ngoja mimi niende. Subiri kwanza. Kuna nini tena Zai? Unakumbuka tulikwambia kuna mkaka anakupenda? Afu yule mkaka ana hela. Kwa nini tusimpigie simu? Anaweza kukusaidia. Zai, mimi sio mwanamke wa design hiyo.
niko tayari nilale njaa. Siwezi kumchiti mwanaume wangu kwa shilingi 2,000, 3,000, siwezi. Acha nilale njaa, siku moja siwezi kufa. Sawa, huyo mwanaume kama nyie mnamtaka, baki naye, ila mimi hapana, siwezi. Kwaheri. Shida na raha zote, hali muda na saa zote, nyakati. Acha mimi niwahi. Tutaonana kesho mapema sana. Lakini mbona leo ni mapema sana? Sijisikii vizuri. Naona acha nikapumzike. Oh. Okay, sawa, haina shida. Mimi bado nipo kwanza. Basi tutaonana kaka. Sawa, haina shida. Okay, mimi ngoja niendelee. Huu ni mtihani wako wa mwisho. Hakikisha napeleka napopelekaga. Nakumbuka, usipofikisha mzigo, basi utampoteza mpenzi wako. Imani yangu, mpenzi wangu, ipo siku tutawana. Shika. Sabari, lakini kwani wewe ni nani? Nimekwambia shika. Blaza. Shida na raha zote, hali muda na saa zote, nyakati. Shida na raha zote, hali muda na saa zote, nyakati. Imani yangu, mpenzi wangu, ipo. Mwanangu, mguu ulikuwa unakuja kwako. Shikamoo mdogo. Marahaba mwanangu, ujambo? Ndio mama mdogo, mimi si jambo. Karibu sana. Si umesema ulikuwa unakuja kwangu? Twende. Hapana mwanangu, hapa panatosha kwa maongezi nilokuwa nayo, hapa tuongee. Ndio mama mdogo, ulikuwa unasemaje? Twizi baada ya kutoka nyumbani asubuhi ya leo, ulipata wasaa kuwasiliana naye? Kiukweli mama mdogo, nimekuwa nikijaribu kumtafuta, ila cha kushangaza hapatikani. Lakini nadhani itakuwa labda yuko busy na kazi, ameamua kuzima simu. Hapana, Twizi kuna mahali yupo. Na sisi kama familia tuna mpango. Tunataka tujue hivi ni kweli mwanangu Twizi anakupenda au anataka kuchezee. Kwa hiyo kama inawezekana, naomba twende mahali alipo Twizi. Alafu kuna mtego ambao tutampatia ili tujue mwanangu kweli ana upendo wa dhati na wewe au anataka kuchezee. Na endapo tutakapofika huko mwanangu, naomba uwe na utulivu. Utusikilize sisi kama familia. Umeelewa mama? Kwa sababu sisi tuna lengo zuri na wewe binti yetu, hatutaki upotee. Mama mdogo, yaani nashindwa kuelewa unamaanisha nini kusema kwamba mna mpango. Na je, kama mmemchukua yuko salama? Mama unanitisha. Hata usijali mwanangu. Twizi yupo mikono salama. Na kama inawezekana kajiandae ili twende. Mama, hata hiyo amani ya kwenda kujiandaa nayo, hivi nilivyo inatosha. Twende. Twende mama. Shida na raha zote, hali muda na saa zote. Una machaguzi mawili tu, kufa au kumwacha Mariam.
siwezi kumwacha Mariam. Niko tayari kufa. Kijana, kwa unajiona wewe jeuri sana. Unajiona wewe ni mwamba. Unajiona wewe bingwa wa mapenzi. Uthamini maisha yako. Niko tayari kwa chochote, lakini siwezi kukubali kuwa mbali na Mariam. Unaonyesha ujasiri wa mapenzi sana si ndivyo? Umenishangaza sana kijana. Sasa basi, watu kama nyinyi mnaojifanya mashujaa, sisi ndo tunawapenda. Yajayo yanafurahisha. Shujaa wa mapenzi. Gael. Hongera sana shemeji. Kijana, fungulika. Shida na raha zote hali muda na saa zote nyakati. Imani yangu. Umenionyesha ujasiri mkubwa sana. Ningependa kukupa hongera yako. Kila kitu kwenye maisha yako, mitego yote niliyokutegea, na hata ile pesa ulioipata pale kazini kwako, mimi ndo niliwe. Ila ulitonishangaza, baada ya kupata ile pesa ambayo nimekuwekea, ukaenda kumfanyia surprise mke wako. I mean dada yangu hapa. Yaani upo tayari kufa, lakini ulinde na uchunge moyo wa dadangu. Kiukweli penzi lenu halitavunjwa na kitu chochote. Kwa vile umenithibitisha kuwa unaweza kuwa na dada yangu, hivyo basi sina budi ya kuruhusu kuwa pamoja, ila kwa sharti moja: hasiumizwe. Brother, serious? Yeah, I'm serious. Just be free. Just be free. You're my Valentine. My heart go down when you at me. I'm shy. Siku ya furaha kwa wapendana, tupiane raha, my sweet sweet. Wendo mboni yangu, furaha yangu, pendo langu la milele. Unaonesha upendo kunijali, honey, ila hujambi ukweli wangu asali. Vipi hizi mali umezipataje? Nahofia ni siku ya furaha kwa wapenda nao, tupiane raha, my sweet sweet. Wendo mboni yangu, furaha yangu, pendo langu la milele. Unaonesha upendo kunijali, honey, ila hujambi ukweli wangu asali. Vipi hizi mali umezipataje? Nahofia isije kumefanya magumu. Usinikasirikie maana na kulinda, honey. Nambie nijue nisipate wasiwasi. Wendo my Valentine, my sunshine, sweet wangu mine. I love